Ali Pepe na Faraji, kaida kama hii, kanuni ya sheria na wapatia na wafundisha kwa bure, chukueni muandike. Ese kubjina ni haramu, reka tukwigishe dini Faraji, haujasoma dini, acha tukicheza si hajabu, wamecheza mahabasha, tukicheza si hajabu, wamecheza mahabasha. Msikiti wa Habibu waterema na kushasha, msikiti wa Habibu waterema na kushasha. Bimana hii ni challenge kwako wewe na Ali Pepe, muniambie chochote kile ambacho kinapatikana ndani ya maulidi ambacho hakiko ndani ya Uislamu wasallam. Uthman Maalim aliimba mashairi ya kumsifu mtume kwa sababu anajua hadhi na anajua daraja ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ni basharun la kal bashar, yeye ni binadamu lakini si binadamu wa kawaida kama mimi na wewe, kwa sababu Allah anasema ndani ya Qur'ani, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ya kuwa ngonu umuririmbyi. Barakallahu fikum, uriya numuntu w'umuririmbyi, numuntu arabyinaga, umuntu wa maulidi. Shairi yake ya kumsifu mtume kama vile shekhe wetu Shekhe Uthman Maalim alikuwa akitunga mashairi, anaimba mashairi ya kuonesha madahi rasul, ya kuonesha zile sifa za mtume. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdaka ya rabbi, man takallama sami'ta sawtah, wa man sakata allimta sirrah, wa man asha faminka rizqah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الذين علموا أن الدنيا مهما طال فلا بد من زوال، فقطعه منها الأمال وشد إليها رحال. أما بعد. Wapendwa tukufu wa Islam, wapendwa watazamaji, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitamka shahada mbili na kumtakia bwana wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam rehma na amani, wapendwa tukufu, tumekuja tena kwenye kamera hili vile vile kwa kuendelea kuwajibu hawa ndugu zetu hawa ambao wao kazi yao ni kuwatukana watu, kuwadharau watu na kujiona ya kuwa wao ndio wajuzi kuliko watu wote. Bimaana ndani ya hii region ambayo tuliomo ya East Africa hakuna wajuzi isipokuwa wao ndio wajuzi. Sasa sisi tunakuja kuwajibu kutokana na shutuma zao ambazo walimshutumu, ambazo walishutumu nazo shekhe wetu al-allama Sheikh Uthman Maalim, ambaye yeye ni shekhe mkubwa kutoka nchi ya Tanzania, na kuwaambia watu na kumfanyia contre kampanye watu wasiweze kumsikiliza kutokana na shutuma zao za uongo za kumzulia ya kuwa yeye ngonu munyabihimbano,
yeye ni mzushi. Basi alhamdulillah, tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe basi kile ambacho tutachokiongea, basi Mwenyezi Mungu atupatie ufasaha wa kuweza kukizungumza na vile vile kiweze kueleweka bila kuchelewesha muda. Ndugu zanguni Waislamu, hakika huyu kijana, hawa vijana wawili ambao mmoja anaitwa kwa jina la Ali Pepe na mwingine anaitwa kwa jina la Faraji, hawa vijana walizungumza maneno mengi na kutumia maneno ya Mwenyezi Mungu kwa kumzulia kwanza Mwenyezi Mungu uongo, kwa kuzungumza ama kutumia maneno ya Mwenyezi Mungu kinyume na gisi Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa akikusudia ama Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa akiongea. Wakazitumia hizo aya ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa akiwaambia, Mwenyezi Mungu alikuwa akiwaambia wale washirikina wa Kiarabu, wale wasiokuwa Waislamu, wale makafiri, ndo Mwenyezi Mungu alikuwa akizungumza. Kisha wakachukua zile aya wakazipachika kwa Uislamu ama wakazipachika kwa shekhe wetu Uthman Maalimu, kwa kuweza kumchukilisha watu wasiweze kuenda kufanya nini? Kumfata. Lakini mimi nitamwanza huyu kijana huyu Ali Pepe, kwa sababu kuhusiana na aya ambazo Faraji amezitoa kwa kumshutumu, kwa kutaka kuonesha watu wasiweze kumfata shekhe wetu Shekhe Uthman Maalimu, huyu Faraji, basi zimeisha jibiwa na mwingine shekhe ambaye naye ni shekhe wetu anaitwa kwa jina la Hassan Tubanambazi, ama kwa jina maarufu anaitwa kwa jina la Kadafi. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu shekhe wetu kama huyu, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri hapa fi dunia wal akhir, na vile vile Mwenyezi Mungu amuongezee umri mrefu tuweze kufaidika naye na kuelimika naye. Lakini mimi yule ambaye ndaanza naye mimi kwa kuonesha uongo wake na shutuma zake za uongo ni huyu kijana ambaye anaitwa kwa jina la Ali Pepe, kutokana na aya ama mesaje yake ambayo alifanya publication kwenye mitandao ya kijamii, kwa kuonesha ya kuwa kwa kutumia maneno ya Allah, Mwenyezi Mungu anasema tashabahat qulubuhum, roho zao zinafanana. Roho za wanani? Ni roho za wale makafiri, wale washirikina wa Kiarabu. Lakini akachukua picha za Waislamu, za mashekhe wetu, Shekhe Uthman Maalim, Shekh Sef Salim kutoka Kongo, na wengine mashekhe wa hapa ndani ya mji wa Kisenyi, na vile vile na shekhe wetu Shekh Ahmad Kakaza, akachukua kwa kuonesha ya kuwa tashabahat qulubuhum, bimaana nyoyo zao zinafanana, bimaana akatufananisha sisi sote na wale mashekhe wote, kama vile sisi ni washirikina, sisi ni makafiri, sisi hatuko Waislamu. Kwa sababu aya kama hii, wapendwa watukufu wa Islam, hii aya inapatikana katika Suratul Baqara, ni aya ya 118. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu au ta'atina aya kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sadaqa Allahu al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waqala alladhina la ya'lamuna, na waliposema wale ambao wasiojua kitu, bimaana ni wale washirikina, wale makafiri wa Kiarabu.
laula yukallimuna Allahu, lau Mwenyezi Mungu angelitusemesha sisi tuisikie sauti ya Mwenyezi Mungu, au taatina aya, ama Mwenyezi Mungu atuletee ishara. Kadhalika qala alladhina min qablihim, Allah anasema kadhalika qala alladhina min qablihim, ndo hivyo hivyo walivyosema wale ambao waliokuwa kabla yao. Ni watu gani? Ni wale washirikina na makafiri wa zama za Musa, kwa sababu zama za Musa na umma nyingine, kwa sababu watu wa zama za Musa walisema lau sisi tungelimuona Mwenyezi Mungu. Ndiyo Mwenyezi Mungu akasema kadhalika qala alladhina min qablihim, ndo hivyo hivyo walivyosema wale ambao waliokuwa kabla yao, mithla qaulihim, mfano wa maneno kama yao ya wale washirikina wa Kiarabu. Kisha Mungu akasema tashabahat qulubuhum, akasema nyoyo zao zinafanana. Ni nyoyo za watu gani? Za wale makafiri washirikina waliotangulia huko mbele, na hao washirikina wa nini? Wa Kiarabu, ndo nyoyo zao zinafanya nini? Tashabahat qulubuhum, nyoyo zao zinafanya nini? Zinafanana. Kisha Allah akasema qad bayyana alayati liqaumin yuqinun, kwa hakika tumekwisha kubainisha ishara kwa wale ambao wenye kuwa na nini? Wenye kuwa na yaqini. Bimaana hii aya ilikuja kuzungumza ambao Mwenyezi Mungu alikuwa akiwazungumza ni washirikina, sio wanani? Waislamu. Lakini kiajabu ndugu yetu huyu Ali akaitumia hii aya kwa kushabihisha, kwa kufananisha, bimaana anatufananisha ama anafananisha wale Waislamu mashekhe, tena wakina Uthman Maalim, wakina Seifu Salim, wakina Ahmad Kakaza na wengine, na Waislamu wote ambao walikuwa wamehudhuria pale kwa kuja kufanya nini? Kusikiliza mawaidha ya nini? Ya Sheikh Uthman Maalimu, akawalinganisha kama vile wao ni nini? Ni makafiri, ni washirikina. Hili ni jambo ambalo haliwezekani. Hii ni sifa ya makhawariji, kwa sababu makhawariji wao walikuwa wakitumia aya ambazo Mwenyezi Mungu anawaongelea makafiri, wanazitumia kwa wanani? Kwa Waislamu. Ndio maana sisi kila siku tunawaambia Waislamu ya kuwa hawa watu hawafundishe dawa, hawafundishe dawa ya Mtume, hawafundishe dawa ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa wanafundisha dawa ya kihawa, ya kimatamanio, ya maranga mutima. Bivuga ko amagambo y'Imana bayasobanura uko bishakiye, uko bishakiye. Ndo maana wanasheria kuna maneno yao ambayo wanazungumza, wanasema la yalzamu min sihati dalili sihatu listidlali. Ali Pepe na Farah, wanasheria, hii ni kaida ya sheria, nasema la yalzamu min sihati dalili sihatu listidlali, sio lazima kuswihi kwa dalili ndo kuswihi matumizi yake. Bimaana dalili, aya ama hadithi inaweza kuwa inaswihi, ni sahihi, hadithi ni sahihi, maneno ya Mwenyezi Mungu ni maneno ya kweli kabisa, ni maneno ya kweli, lakini sio kusema yale maneno ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, hadithi ya Mtume ni sahihi, ndiyo itaswihi nafasi yake pa kuitumikisha. Kwa sababu unaweza ukaichukua aya unaitumia nafasi ambapo sio nafasi yake, ama ukaitumia hadithi unaitumia nafasi ambapo sio nafasi yake. Chukua hii kaida, la yalzamu min sihati dalili sihatul istidlali. Chukua uandike, hii itakusaidia ndani ya maisha. Usikuwe nachukua aya zote ambazo wewe umezichukua unafikiria kuwa ukiisoma utaitumia fasi popote. Ndo utaona watu
kuna yule mtu ambaye inaweza kuwa kwenye msiba anaalikwa atoe mawaidha, anatoa mawaidha ya sherehe, anatoa mawaidha ya sherehe, ama kwenye sherehe anatoa mawaidha ya nini? Ya kilio. La yalzamu min sihati dalili sihatul istidlali. Chukua hii, na hii ndiyo tabia yako wewe na yule mwanafunzi wako, kwa sababu mimi nasikia na yeye mwenyewe amekiri akasema ya kuwa wewe ni mwalimu wake, Faraji ni mwanafunzi wako, na ndiyo tabia yake, wewe naye ndiyo tabia yake. Ndo ulisema ya kuwa katika maneno yako ambayo uliandika pale mbele, ukasema les oiseaux de même plumage volent ensemble. Wabivuze mu Kinyarwanda, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ngo ibisa baravuga mu Kinyarwanda ngo arye ngo biragurukana. Nibyo ngibyo, niyo mvugo yakoresheje. Reka nkubwire nawe, iyo mvugo irakubwira wowe na Faraji nimwe mufite izi ngeso. We urafata aya Mwenyezi Mungu ari kubwira abahakanyi, ukayishira ku Bayisilamu, ukayishira ku Bayisilamu. Ndio wenye kusema wakasema ya kuwa idha kana rabbul baiti bitibli dariban fala talumanna sibyana ala raqasi. Idha kana rabbul baiti bitibli dariban fala talumanna sibyana ala raqasi. Ukiona baba wa nyumba anapiga ngoma, usiwalaumu watoto kucheza, kwa sababu wewe mwenyewe haujajua mahala ambapo tatumikisha aya. Sasa ule mwanafunzi wako itakuwaje? Na atakuwa kama wewe. Yale maneno yako les oiseaux de même plumage volent ensemble yanakuhusu wewe. Sasa wacha tutizame hii aya ambayo wewe umeitoa, tutizame mufasiruna waliifasiriaje. Tutizame mufasiruna na salafu salih, masahaba wema waliotutangulia waliifasiriaje. Sikiliza. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال ابن عباس. sikia Ibn Abbas, huyu ni sahaba wa Mtume radhiyallahu anhuma, anasema qala Ibn Abbas qala Rafi'u ابن رملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسول الله كما تقول فقول الله فيكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله في ذلك من قوله. Unasikia Ibn Abbas anasema, analeta sababu nuzuli ya hii aya. Sababu ya hii aya kuteremka alikuwa huyu ambaye anaitwa, huyu bwana ambaye anaitwa Rafi'u ibnu Harmalati. Alimwambia Mtume, akamwambia ya Rasulallah, ya Muhammad, in kunta Rasulallah, ikiwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, minallahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama takulu, kama vile unavyosema ya kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, faqulillah, mwambie Mwenyezi Mungu, fayukallimuna, Mwenyezi Mungu atuzungumzishe sisi tumsikie, hata nasma'u kalama, sisi tusikie sauti yake na maneno kutoka kwake. Faanzala Allahu fi dhalika min qawlihi, ndo Mwenyezi Mungu akateremsha hii aya, waqala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu au ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana alayati liqaumin yuqinun.
Hii ndio sababu nuzuli. Waqala Qatada, sikia Qatada nasema, hadha qawlu kufaru larabi, hadha qawlu kufaru larabi, haya ni maneno ya wale makafiri wa nini, wa Kiarabu. Wa anna alqailina dhalika hum mushriku larabi, na wengine wakasema ya kuwa haya maneno ni ya wale washirikina wa Kiarabu. Ama tashabahat qulubuhum, maana yake ni nini? Mushriki larabi. Hawa hii aya Mwenyezi Mungu alikuwa akiwazungumza wale washirikina wa Kiarabu, sio Waislamu. Hii aya haikutanane popote na shekhe wetu Uthman Maalim, haikutanane na mashekhe wetu wakina Shekhe Kakaza na wengine, na wakina Shekh Sefu Salimu na wengineo waliokuwepo hapo, na Waislamu wote ambao waliohudhuria kwenye muhadhara wa Shekh Uthman Maalim. Haiwahusu. Ndio mshairi akasema, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi saqimi, ni wangapi wale ambao wenye kuzungumza maneno ambayo ni sahihi, maneno ya kweli, wakisoma aya za Mwenyezi Mungu wakatia illa katika yale maneno na kasoro, kumbi yale maneno hayana kasoro, hayana shida yoyote. Wa afatuhu min alfahmi saqimi, kumbi fahamu zao ndo zinaugua. Ndo twasema huyu ndugu yetu, hawa ndugu zetu ni wagonjwa, wanaugua. Na kia ajabu wanajifanya ya kuwa wao ni wajuzi na abamenyi, bigaragara ko mu Rwanda na abashekhe bahari na abamenyi bahari, bifashe nka reference na abandi bashekhe bahari, kandi maskini hawajui lolote tena. Haya nayazungumza wazi, hamjui lolote, mwajifanya ya kuwa mwajua na hamjui. Ndio mmoja miongoni ya wanachuoni alisema katika maneno yake, anasema hivi, annasu arbaa, anasema watu ni aina 4. Akasema rajulun yadri wa yadri annahu yadri hadha fattabi'uhu, wa rajulun ladhi yadri wala yadri annahu yadri hadha fadhakkiruhu, wa rajulun ladhi la yadri wa yadri annahu la yadri hadha fa'allimuhu, wa rajulun ladhi la yadri wala yadri annahu la yadri hadha fafirru minhu. Anasema watu ni aina 4. Ama mtu wa kwanza anasema rajulun ladhi yadri wa yadri annahu yadri hadha fattabi'uhu. Wa kwanza ni yule mtu ambaye anajua, ni mjuzi, ni alim, ni mjuzi, na yeye mwenyewe anajua ya kuwa anajua. Huyu ni mjuzi, mumfate. Na mtu wa pili, rajulun ladhi yadri wala yadri annahu yadri hadha fadhakiruhu. Na mtu wa pili ni wa muntu uzi afite ubumenyi ariko wenyine ni hajijue, hajitambue kama iko na nini, kama iko na elimu. Ule mtu mumkumbushe, ndo mnaweza mkamzindua. Ibyo ufite bishobora kugirira abantu akamaro, mnamsukuma mbele. Ama mtu wa tatu, rajulun ladhi la yadri wa yadri annahu la yadri hadha fa'allimuhu. Na mtu wa tatu ni yule mtu ambaye yeye hajui na yeye mwenyewe anajitambua ya kuwa yeye hajui. Ni wa muntu uhora buri munsi abaza icyo atazi akakibaza, kubera ko Mwenyezi Mungu aratubwira muri Qur'ani, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubaze abazi iyo mutazi, muulize wale ambao wenye kujua kwa yale ambayo hamjui.
fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna, ikiwa hamjui muulize wale ambao wenye kujua. Kubera ko nta muntu umenya byose, ariko mwebwe mwigize nk'abantu bazi ibintu byose. Niyo mpamvu umwe mu bamenyi Ibn Dujunna anasema kalimatu la adri kalimatu ahlil insafi. Uyu ni Ibn Dujunna, ni umumenyi, aravuga ati kalimatu la adri kalimatu ahlil insafi. Anasema kalima cyangwa se ijambo ryo kuvuga simbizi, sinzi, sijui, ni kalima ya watu wacha Mungu, watu wenye kuwa na insafi, watu wenye kuwa na ikhlasi, abantu batinya Imana. Aya ni maneno ya wacha Mungu kuvuga ko sinzi, ariko mwebwe nibyo mutazi murabivuga, kandi ibi bintu sibyo. Ama umuntu wa kane, rajulu alladhi la yadri wala yadri annahu la yadri hadha fafirru minhu. Umuntu wa kane, rajulu alladhi la yadri, ni yule mtu ambaye hajui, wala yadri annahu la yadri, na ye mwenyewe hajitambui kama hajui, na ye mwenyewe hajitambui kama hajui. Ni wa muntu kila kitu anatafuta kuonesha kama vile anajua, kama hawa ndugu zetu kina Ali, Pepe na Faraji, kila kitu wanajua, kila kitu wanajua. Bimana ndo wengine wanaita ya kuwa ni mtu anajifanya kama vile kirikuu, kwa sababu kirikuu ndio kila kitu anajua, kila kitu anajua. Ndo hawa kila kitu wanajua. Mtu kama huyu, hadha fafirru minhu, muzamuhungire kure, mumkimbie, mumkimbie. Wa muntu ujya ushaka kwerekana ko ibintu byose abizi kandi atazi. Niyo mpamvu abafaransa baravuga ati celui qui dit je sais n'a pas tort, mwenye kusema anajua hajakosea. Et celui qui dit je ne sais pas n'a pas tort, na yule mwenye kusema sijui hajakosea. A tort à celui qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Yule mwenye kuwa na makosa ni yule ambaye mwenye kusema anajua kumbe hajui lolote. Ali, hii ni yako. Namrudilia huyu kijana huyu Faraji, ambaye yeye hana lolote. Yeye anafikiria kwa kuzungumza sana ndo kujua, kupandisha sauti ndefu anajua ndo kujua, kupandisha kusema Kiarabu kingi anajua ndo kujua. Ndugu yangu, hata Abu Jahali alikuwa anajua Kiarabu. Abu Jahali alikuwa anajua Kiarabu, mfasaha wa Kiarabu, asili yake Muarabu. Je, alikuwa ni mjuzi? Alikuwa ni shekhe? Alimwamini mtume? Hapana. Sasa usifikiria kuwa maneno mengi, kuzungumza sana ndo utapata sheria, ama kile ambacho wewe unakizungumza ndo itaonekana mbele ya watu yako unasema ukweli. Mshairi anatuambia idha nataka safihu fala, mshairi anasema katika mashairi anasema hakika ya maneno, kila mtu mwenye kutaka kujipamba basi hutumia nini? Maneno yake. Anasema anutku zayyinun wasukutu salama, kuzungumza ni mapambo na kunyamaza ni amani. Kwa sababu kila mtu akitaka kuonesha ya kuwa yeye anajua kuzungumza, basi kujionyesha kuwa yeye ni mtu fulani, ana kitu fulani, ana kipaji fulani, basi anatumia nini? Maneno yake. Anutku zayyinun, kuzungumza ni nini? Ni mapambo. Wasukutu salama, na kunyamaza ni amani.
fa idha nataqta fala takun mikthara, utakapozungumza usiwe mwingi wa maneno, zungumza madogo yenye maana. Ma in nadimtu ala sukutu maratan walaqad nadimtu ala alkalami mirara, ikiwa sikuwahi kujutia hata mara moja kwa ajili ya kunyamaza, lakini nimejutia maisha yangu yote kwa ajili ya kuzungumza. Ari ikintu ushobora kuvuga kikakuteza ingaruka ubuzima bwawe bwose. Zungumza madogo, ndugu yangu. Sasa mimi nakurudilia kwa shutuma zako ambazo wewe umeongea juu ya shekhe wetu Uthman Maalim, ili watu wasiende kumsikiliza kwa kumzulia uongo. Kwanza, aya ambazo zote umezitumia ulizozizungumza kwa kuonesha watu wasimfate Sheikh Uthman Maalim, aya zote zilikuwa nazungumzia, Mwenyezi Mungu alikuwa nazungumza makafiri. Hizo aya hazihusiane na shekhe wetu Uthman Maalim, hazihusiane na shutma ambazo umemshutumu shekhe wetu Uthman Maalim. Jambo la pili, kwa kuonesha makosa yake, kosa ya shekhe wetu Uthman Maalim, shekhe wetu Uthman Maalim, ukasema ya kuwa yeye ni umuririmbyi, kwa sababu umemuona shekhe Uthman Maalim iko naimba mashairi. Kutokana na ujinga wako wewe, na ujinga wako na elimu yako ndogo, kwa sababu elimu ndogo ni sumu. Elimu ndogo ni sumu. Ukaanza kumshutumu ya kuwa ngoni umuririmbyi, alikuwa anaimba zile anashidi, anaimba mashairi. Mashairi gani? Mashairi ya kumsifu Mtume. Ndugu yangu, haukusoma suratu Shuara? Kuna sura nzima ndani ya Qur'ani ambayo inaitwa suratu Shuara. Aya za mwisho huko, soma tafsiru al-Qur'ani Ibn Kathir. Allah nasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wash-shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilu salihati wa dhakaru Allaha kathira washuarau yattabi'uhum alghawun. Wale mashuara wanafatwa na wale watu ambao watu wapumbavu. Allah ndo hivyo anasema. Lamma nazalat hadhihi al-aya, ilipoteremka hii aya, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa na watunga mashairi, wakina Hassan ibn Thabit, huyu alikuwa ni shairi wa mtume, wakina Abdullah ibn Rawaha. Hawa wote walikuwa ni watunga mashairi wa mtume. Ilipoteremka hii aya, walimjia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa wanalia, wanasema ya Rasulullah, hakika sisi ni watunga mashairi, bimaana Mwenyezi Mungu anateremsha hii aya kwa ajili yetu. Hapo Mwenyezi Mungu akaiteremsha hiyo aya, washuarau yattabi'uhum alghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilu salihat wa dhakaru Allaha kathira, isipokuwa wale ambao walioamini. Miongoni ya wanani? Ya wale watunga mashairi, kwa sababu washuarau yattabi'uhum alghawun, Mwenyezi Mungu alikuwa anawaambia wale watunga mashairi wa kikafiri ambao kazi yao ni kutunga mashairi ya kuwaudhi waaminifu Waislamu, ya kumtukana mtume,
Kisha Mwenyezi Mungu akasema illa alladhina amanu, kwa kuja istithna, illa alladhina amanu, al-exception ya wale ambao walioamini, isipokuwa wale ambao walioamini, wakina Hassan ibn Thabit, wakina Abdullah ibn Rawaha na wengine watunga mashairi wa Kiislamu. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao walioamini, waamilu salihati, na wakafanya matendo mema, wadhakaru llaha kathira. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wadhakaru llaha kathira, na wale mashairi mashuara wa Kiislamu wale, wadhakaru llaha kathira, wakamtaja na wakamtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Ay fi kalamihim, ay fi shi'rihim. Soma tafsiru al-Quran Ibn Kathir, kuna maneno pale ya salafu saleh wanazungumza wadhakaru llaha kathira, ay fi shi'rihim, ndani ya mashairi yao. Mashairi yao yalikuwa ni mashairi mazuri ya kumsifu Mwenyezi Mungu, ya kuusifu Uislamu, ya kumtetea Mtume. Na ndio maana huyu Hasanu ibn Thabit, wale makafiri wasiokuwa Waislamu, wale mashuara wa kikafiri walikuwa wakimtukana Mtume na kumkejeli Mtume. Basi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Hasan, anamwambia wajibu wa Jibrilu maaka, na Jibrili ko pamoja na nini na wewe. Bimaana Mwenyezi Mungu anamtia Hasani ibn Thabit nguvu wakati anatunga yale mashairi ya kuwajibu wale manani, wale mashuara wa kikafiri wenye kuwatukana Waislamu na wenye kumkejeli na kumtukana Mtume. Huyu ni Hassan ibn Thabit ambaye alikuwa ni shairi wa Mtume, mtunga mashairi wa Mtume. Katika mashairi yake ya kumsifu Hassan ibn Thabit anasema wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidi nisau khuliqta mubarraa min kulli aibin kaannaka kad khuliqta kama tasha. Anasema wa ajmalu minka lam tara qattu aini, anamsifu Mtume, anasema uzuri ambao Mwenyezi Mungu amekuumba nao, lam tara qattu aini, jicho langu halijawahi kuona. Wa ahsanu minka lam talidi nisau, na uzuri ambao uliokuwa nao Mtume wa Mwenyezi Mungu, hakuna mwanamke aliyezaa mfano wako. Khuliqta mubarraa min kulli aibin, umeumbika ya Rasulallah, sallu ala rasulillah. Khuliqta mubarraa min kulli aibin, umeumbika kwa kuepushwa na kila aibu na kila kasoro. Kaannaka kad khuliqta kama tasha, jinsi ulivyoumbika ni kama vile ulivyotaka mwenyewe. Min husni jamalik, kupitia uzuri wako. Wa ahsanu minka lam talidi nisau, uzuri uliokuwa nao hakuna mwanamke aliyezaa mfano wako. Huyu ni Hassan ibn Thabit ambaye alikuwa hakimsifu Mtume, na siyo yeye peke yake. Qala alhafidhu sayyidu nnasi, huyu ni alhafidhu. Ndugu zanguni Waislamu, mkimsikia mtu mwenye kuwa na lakabu ya hafidh, hafidh bimaana anahifadhi hadithi 100,000, hadithi ibihumbijana mumutwewe isnadan wa matna. Huyu hafidh, katika alhafidhu sayyidu nnasi, katika kitabu chake Manhul Madahi, anasema, anatupatia habari kwa kueleza maswahaba 170 ambao walimsifu Mtume kwa njia ya mashairi, kwa kumtungia mashairi wakimsifu nani? Mtume.
Sasa ikiwa maswahaba walimsifu mtume mpaka mtume akatoa shale lake, vazi lake, akaenda kumtunza Hasani ibnu Thabit, ikiwa mtume alifanya jambo lilo, je, shekhe wangu Uthman Maalimu akamsifu mtume, anakosea wapi? Anakosea wapi? Na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema ndani ya Qur'ani, warafa'na laka dhikraka, na tutainua Muhammad, tutainua utajo wako, tutainua utajo wako. Soma katika tafsiru Qurtubi, sikia Imamu Qurtubi kisha anasema rafa'na dhikraka inda almalaikati fi samai wa fil ardi inda almu'minina. Anasema kwa kuifasiri aya, anasema ya kuwa Mwenyezi Mungu atainua utajo wa mtume mbinguni mbele ya malaika, na hapa ardhini mbele ya waaminifu. Mwenyezi Mungu atainua utajo wa mtume. Ndo maana la yudhkaru ismullah, halitajwe jina la Mwenyezi Mungu isipokuwa litatajwa jina la mtume. Ndani ya shahada hauwezi ukashahidilia ashhadu an la ilaha illa Allah isipokuwa utashahidia wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Katika khutba yako, ndani ya adhana, ndani ya iqama, ndani ya kila kitu, ukitaja mtu Mwenyezi Mungu lazima atatajwa na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uthman Maalim, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya la kalbashar. Ye ni Muhammad. Tumzungumze mtume, tumtangaze mtume, tuzitaje sifa za mtume. Ruhi bihubbika fi diyai tahimu wa shauqi minni fihi waki adhimu wa qalbu masururun bidhikri Muhammad, na nyoyo zinafurahika kwa ajili ya kumtaja Muhammad. Fi dhikrihi nurun wa fihi naimu, kumtaja mtume ndani yake kuna nuru na ndani yake kuna neema kubwa. Huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi shekhe wetu Uthman Maalimu hajakosea kumsifu mtume, kwa sababu alisifiwa mtume mbele yake yeye mtume mwenyewe. Jambo la pili ambalo wewe ulimshutumu shekhe wetu Shekhe Uthman Maalimu, uravuga tingwa jabjina ese kubjina ni haramu, reka tukwigi, acha tukufundishe. Sikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sikia katika hadithi, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ja'ala yanzuru ila alhabashati ja'ala yanzuru ila alhabashati wa hum yal'abuna بخرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليه من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. Hii ni hadithi inayopatikana katika Sunanu Tirmidhi wa Abu Daud, ambayo ni hadithi sahihin hasanun sahihun, hadithi ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni siku ya Idi, wale mahabashi wako ndani ya msikiti, yalabuna bikhurabihim, wanafanya nini? Wanacheza hiyo michezo ya kwao ya kurukaruka ndani ya msikiti, na mtume yuko na bibi Aisha. Paka hadithi nasema Aisha hata mallat wa rajaat, alikuwa akiwatizama wanacheza yeye na mtume, paka Aisha akachoka akarudi. Na ukitaka haya maneno, hii hadithi, tafuta tafsiru Ibn Kathir. Aya hii, wa qul lilmu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hapo chini utakuta hii hadithi. Ikiwa hawa mahabash
walicheza mbele ya mtume, wamecheza tena ndani ya msikiti siku ya Idi. Mtume akuwakataza na mtume anawaona. Wewe ni nani wa kukataza watu? Wewe ni nani wa kukataza watu wasimfurahie mtume? Wewe ni nani? Ndo kutokana na hadithi kama hii, shekhe wetu, mwalimu wa walimu zetu, Sharif Hussein Badawi kutoka Kenya, akatunga kasida akasema, tukiche hii kasida ndo hiyo hadithi ambayo mahabash walicheza msikitini, ndani ya msikiti wa mtume siku ya Idi. We ni nani wa kutukataza? Jambo la mwisho ambalo mimi ndamalizia kwa kufundisha wewe Faraji, wewe, kwa sababu uadui wako na watu wa maulidi, kila siku unakuwa unazungumza maulidi. Suanze kwanza uwafasirie watu maulidi ni nini, kwa sababu katika sheria ni makosa mtu kushutumu jambo ama kuchukulia jambo hukumu bila kuliletea taarifu, kuliletea definition. Lieleze kwanza maulidi ni nini lughatan wa shar'a, ama wastilahan. Katika istilahi maulidi ni nini lughatan, istilahi. Kwanza wewe, kitu ambacho mimi nakushangaa sana, wewe sio mtu wa maulidi. We kwanza uwaulize wenye jambo lao, uwaulize watu wa maulidi, kwenu maulidi mnakusudia nini? Ama katika istilahi yao ya wale wenye kunini, wenye kufanya maulidi, kwa sababu ukisikia taarifu istilahan maana yake nini, ukisikia istilahan definition kiistilahan maana yake nini? Ittifaqu ahli fanni ala ibarati yatafahamuna bainahum, ni makubaliano ya watu wa fani fulani kutokana na misemo ambayo wanakubaliana baina yao. On les appelle des langages scientifiques. Kama vile wanasheria wako na langaje zao za kisheria, watu wa medicine wako na langaje zao, watu wa ekonomi wako na langaje zao. Sasa na sisi tuulize watu wa maulidi, tukuambie maulidi ni nini lughatan wa shar'a. Acha tukusaidie nini maulidi lughatan wa shar'a. Namalizia hapa. Ama maulidi lughatan wa shar'a, maulid lughatan ni masdar. Maulid iko masdar mimiyun wa huwa ala maanayaini, ambayo ili neno maulid liko na maana mbili, imma zamanu wa imma almakanu. Maulid ina maana imma zamanu, imma zama, imma almakani, ama mahala lughatan. Hapa ni katika lugha. Wa imma zamanu, ama zamani. Maana ya maulidi lughatan maana yake nini? Taqulu maulidun nabii sallallahu alayhi wasallam fi yaumi lithnaini, bimaana maulidi ya mtume, mazazi ya mtume ni yaumi lithnaini. Mtume amezaliwa yaumul ithnaini, lendi ukuambere. Wa imma almakanu, ama maulid lughatan imma almakanu, maana yake nini? Taqulu maulidun nabii sallallahu alayhi wasallam fi makkah almukarrama, bimaana maulidi mazazi ya mtume, mtume alizaliwa Maka, mji wa Maka. Hiyo ndio lughatan. Ama shar'an, katika sheria, ama istilahan, sisi watu wa maulidi, sisi maulidi twayachukulia hivi. Katika sheria maulidi ni hii, taarifu yake ni nini? Huwa lijtimau wa dhikru maulidi nabii sallallahu alayhi wasallama wa dhikru madaihihi wa it'amu taami wa ghairu dhalika min alumuri alkhairiya. Ndo maulidi hii. Maulidi ni mkusanyiko wa watu wa dhikru maulidi nabii, na kutaja mazazi ya mtume kwa kutaja historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa dhikru madaihihi, na kutaja sifa za mtume
kutaja sifa za mtume, wa itaamu taami, na watu kuchangia chakula, kulishana chakula, wa ghairu dhalika min al-umuri al-khairiyya, na mengine katika hayo miongoni ya mambo ya kheri. Hii ndiyo maulidi. Sasa ndugu yangu, namalizia kwa kukuuliza swali. Hii ni kwa sababu katika sheria izina ntago rifatirwaho icyemezo, keretse ibikorwa bigize izina nibyo bifatirwa icyemezo. Sasa niambie, katika maulidi, huyo mkusanyiko wa watu, kile ambacho hakiko ndani ya Uislamu ama kile ambacho kiko kinyume na sheria, nipe hata kimoya, nasubiri majibu yenu. Kwa hiyo ndugu zanguni Waislamu, haya ndiyo yalikuwa machache kwa yale ambayo tulitaka sisi tuweze kuwajibu hawa ndugu zetu. Basi kama kuna nafasi ambapo sisi tumekosea, basi hakuna yule ambaye asiyekosea, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake ndo akosee. Basi tutakuwa ni wenye kuomba radhi, na basi na kama kuna na pale nafasi ambapo tumepatia, basi Mwenyezi Mungu atulipe. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.